uliotungwa na Robert Robinson usemao Kristo wa neema yote. Robinson hata hivyo mpendwa, hakuwa mtu wa imani siku zote. Kifo cha baba yake kilimwacha akiwa ni mtu wa hasira na alianguka katika uasherati na ulevi. Baada ya kumsika mhubiri maarufu George Whitefield, Robinson alisalimisha maisha yake kwa Bwana na kuwa mchungaji wa Kimethodist na kuandika wimbo ule ambao awali ulijumuisha mistari mwiwa mkuu wa neema. Kila siku ninalazimika kuwa, hebu wema wako kama mbingu, kama pingu ufunge moyo wangu wenye kutangatanga kwako. Wapendwa, kwa kutofurahishwa na mstari kuhusu kutangatanga kwa moyo wa Mkristo, mtu mmoja aliyabadilisha maneno hayo ili yasomeke, nataka kumwabudu Bwana, najisikia hivyo, nataka kumpenda Mungu ninayemtumikia. Licha ya makusudi mema ya muhariri, maneno ya mwanzo kwa usahihi yanaonyesha mapambano ya Mkristo. Kama waumini mpendwa, tunazo asili mbili, mwili na roho, na zinapingana. Ingawaje asili yetu ya dhambi siku zote inataka kutanga mbali na Mungu, iwapo tunapenda kujisalimisha kwa roho wake, basi hatulazimiki kuwekwa kuwa watumwa wa tamaa za mwili. Huu ndio msukumo wa ujumbe wa Paulo katika maandiko ya juma hili. Kwa Kiingereza, somo letu linasema living by the Spirit. Na jambo la kwanza nitakalolizungumzia ni kutembea, walking in the Spirit, katika mstari wa 16. Walking in the Spirit ndilo jambo ambalo nitakalo lizungumzia asubuhi, mchana ama jioni ya leo. Kwa hivyo wapendwa, ninapotizama kuenenda kwa roho, dhana ya kutembea kuenenda inahusika vipi katika maisha ya imani? Mpendwa, tunapotazama kuenenda ni istiari iliyochukuliwa kutoka katika Agano la Kale ambayo humaanisha jinsi mtu anavyopaswa kujiheshimu. Paulo mwenyewe mpendwa, akiwa ni Myahudi, anatumia istiari hii mara nyingi katika barua zake kuelezea aina ya mwenendo ambao unapaswa kuwa kawaida ya maisha ya Mkristo. Kwa hivyo matumizi yake ya istiari hii inaonekana pia kuunganika na jina la kwanza ambalo lilihusishwa na kanisa la awali. Kabla wafuasi wa Kristo mpendwa hawajaitwa Kristo, katika Matendo 11:26 walifahamika kirahisi kama wafuasi wa njia hii katika Yohana 14:6. Mpendwa, hii hudokeza kuwa katika siku za awali kabisa Ukristo haukuwa tu kundi la imani za kitheolojia ambazo zilijijenga kwa Kristo, bali ulikuwa pia ni njia ya maisha inayowabidi ama iliyowabidi watu kuitembea. Njia ya maisha inayowabidi watu kuitembea. Lakini yani katika lugha ya Kiingereza tunasema kwa the way of life to be walked. Ndio maana mpendwa, mwenendo katika Agano la Kale au kutafsiriwa tu kama kutembea, lakini hasa kama kutembea katika sheria. Mpendwa, halaka ni istiari ya kisheria ambayo Wayahudi waliitumia kumaanisha sheria na kanuni ambazo zilipatikana katika sheria na mapokeo ya marabi kutoka kwa wahenga wao. Wakati ambapo halaka mpendwa kwa kawaida inatafsiriwa kama sheria ya Kiyahudi, neno hili hasa limejengwa juu ya neno la Kiebrania linalotumika kwa ajili ya kutembea, na kwa tafsiri sisi humaanisha njia ya kuendea. Kwa hivyo maoni ya Paulo mpendwa kuhusu kuenenda kwa roho hayako kinyume na utii wa sheria. Hapendekezi kuwa Mkristo ama Wakristo wangepaswa kuishi katika njia inayokiuka sheria. Tena Paulo hayuko kinyume na sheria au na utii wa sheria. Kitu ambacho yuko kinyume chake mpendwa ni njia ya ushupavu wa sheria ambayo kwayo sheria ilikuwa ikitumiwa vibaya. Kwa hivyo utii wa kweli ambao Mungu anautaka kamwe hawezi kupatikana kwa shurutisho. Kwa hivyo mpendwa, yani kwa shurutisho la nje tu, mbali ni kwa mutisha.
kwa sababu ya kufanya jambo fulani ya ndani peke yake inayotokana na roho. Kwa hivyo mpendwa, uzoefu wako wa kibinafsi umekuaje wa kuenenda kwa roho? Kuenenda kitu cha ndani, utendaje huo? Na ni mazoea gani katika maisha yako ufanya aina hii ya kutembea kuwa ngumu zaidi? Jambo la pili, hiyo ni kutembea tu, tunasema iwe ni njia ya kuishi, the way you live. Na jambo la pili, tunapoendelea, anazungumzia the Christian's conflict, yaani mapambano ya Mkristo katika kutembea huku. Ndio maana mpendwa hapa, ndio maana katika mstari wa 17 Paulo anaeleza, kwa sababu mwili hautamani kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, hata maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Mpendwa, ukiangalia Warumi 7 utaona ni jinsi gani katika maisha yako wewe mwenyewe kama muumini umeishi ukweli mkali na uchungu wa maneno haya, yaani mwili na roho zinapingana. Kwa hivyo mpendwa, mapambano haya anayoyazungumzia Paulo, ambaye anayaeleza si mapambano ya kila mwanadamu, hutaja hasa juu ya vuta ni kuvute ya ndani iliyomo ndani ya Mkristo. Najua watu wanadhani kana kwamba kila binadamu ako katika mashindano. Si kila mwanadamu, kwa sababu kuna wale ambao wamekubali kuishi njia fulani na kuna wale ambao wamekubali kuishi njia nyingine. Kwa hivyo mpendwa, kwa sababu wanadamu wanazaliwa wakipatana na tamaa za mwili, kulingana na Warumi 8:7, ni pale tu tunapozaliwa upya na roho ambapo vita halisi za kiroho huanza kujitokeza. Yohana 3:6. Hii haimaanishi kuwa wasio wa Kristo kamwe hawapati uzoefu wa vita vya kimaadili mpendwa. Kwa hakika wanapata vile vile. Lakini hata vita vile mpendwa, hatimaye ni matokeo ya roho, mapambano ya Mkristo. Hata hivyo uchukua sura mpya, kwa sababu muumini anamiliki asili mbili ambazo zinapambana moja na nyingine, yaani mwili na roho. Kwa hivyo katika muda wote wa historia, Wakristo wametamani kupata msaada kutokana na pambano hili. Baadhi wamejaribu kukomesha pambano hili kwa kujiondoa kutoka katika jumuiya, wakati ambapo wengine wamedai kuwa asili ile ya dhambi inaweza kuondolewa kwa tendo fulani la neema ya Mungu. Mpendwa, njia zote mbili zimepotoka. Ingawa kwa uwezo mpendwa, uwezo wa roho katika maneno haya, hakika tunaweza kushinda tamaa za mwili. Pambano bado litaendelea kwa njia kadha wa kadha hadi tutakapopokea mwili mpya wakati wa ujio wa pili. Kukimbia kutoka katika jumuiya hakusaidii, kwa sababu haijalishi ni wapi tulipo, tunakuwa na pambano lile lile hapo mahali ambapo tupo, na tutakuwa nalo hadi kifo au hadi ujio wa pili. Kwa hivyo mpendwa, wakati Paulo anaandika kwa Warumi katika Warumi sura ya 7 kuhusu pambano la ndani la Mkristo kuwazuia kutenda kile ambacho wangelipenda kutenda, anasisitiza ukubwa wa pambano lile, kwa sababu tunazo asili mbili. Kwa kweli ni kwamba tuko katika pande zote mbili za pambano hili kwa wakati mmoja. Upande wetu wa kiroho utamani mambo ya kiroho na huchukia mwili. Upande wetu wa kimwili, hata hivyo, utamani sana mambo ya kimwili na kupinga kile kilicho cha kiroho. Kwa kuwa akili iliyoongolewa ni dhaifu mno huweza kuupinga mwili kwa wenyewe. Tumaini pekee tulilonalo la kushinda mwili ni kufanya uamuzi wa kila siku kwenda upande ulio wa roho, akiwa kinyume na nafsi zetu za dhambi. Hii ndiyo sababu mpendwa, Paulo anasisitiza kiasi kile kwamba tuchague kuenenda kwa roho. Mpendwa, kutokana na uzoefu wako wa binafsi na pambano baina ya asili hizi mbili, ni ushauri gani ungeliweza kuutoa kwa Mkristo ambaye anajaribu kufanya mapatano na pambano hili lisilo na mwisho pamoja na nafsi? Matendo sehemu ya 3. The works of the flesh.
matendo ya mwili. Baada ya kulitambulisha pambano lililopo baina ya mwili na roho, Paulo katika Wagalatia 5:18 hadi 26 mpendwa, anafafanua juu ya asili ya tofauti hii kwa kutumia orodha ya tabia za kimaadili zilizo ovu na zilizo njema. Orodha ya maovu mpendwa au mema ilikuwa ni sifa muhimu ya uandishi iliyokuwa madhubuti katika maandiko mbalimbali ya Kiyahudi na Wayunani pamoja na Warumi. Orodha hizi zilitambulisha tabia za kuepukwa na maadili mema ya kuigwa mpendwa. Uchunguze kwa makini orodha ya maovu na mema katika mafungu haya. Uende Galatia 5:19 hadi 24 na uone Yeremia 7:9, Hosea 4:2, Marko 7:21, Timotheo wa kwanza 3, Petro wa kwanza 4 na utamatishi katika Ufunuo 21:8. Ingawa Paulo alifahamu fika kuhusu orodha za maovu na mema, kuna tofauti muhimu katika jinsi anavyozitumia orodha hizi mbili mpendwa katika Wagalatia. Kwanza, ingawaje Paulo anaonesha tofauti ya orodha hizi mbili, azitaji kwa namna sawa. Orodha ya maovu anaita matendo ya mwili. Unaona? Lakini orodha ya mema anaita tunda la roho. Utofautishi muhimu. Ni utofautishaji muhimu mpendwa. Kama kuna mtu mmoja anaitwa D.G. James Dan, anaandika hivi: mwili udai bali roho hutoa. Mahali ambapo orodha moja hutoa picha ya wasiwasi wa kujionyesha binafsi kuwa mwenye haki na msuko wa kuendekeza nafsi, yani tuseme kujiachia. Ile nyingine usungumuza zaidi kuhusu shauku au kujishughulisha na watu wengine, utulivu, uwepesi na kujirekebisha, uaminifu, kutamainika. Moja huelezea sifa za utawala au umiliki wa hila wa mwanadamu, na nyingine uwezeshaji, utoaji wa neema, ikiimarisha wazo kuwa matendo na matengenezo ya ndani ndicho chanzo cha mwenendo wa kuwajibika. Anaandika katika kitabu kinaitwa The Epistle to the Galatians, na anaandika katika lugha ya Kiingereza, the flesh demands but the spirit produces. Where the one least breathes an air of anxious self-assertiveness and a frenetic self-indulgence, the other speaks more of concern for others, serenity, resilience, reliability. The one features human manipulation, the other divine enabling and or engracing, reinforcing the point that inner transformation is the source of responsible conduct. Mpendwa, the second intriguing difference between Paul, tofauti ya pili ya kuvutia baina ya orodha hizi mbili za Paulo ni kwamba orodha ya maovu mpendwa kwa makusudi imetajwa katika wingi, yaani matendo ya mwili imetajwa kwa wingi. Tunda la roho hata hivyo ni katika umoja. Tofauti hii mpendwa inaweza kutokeza kwamba maisha yanayoishiwa katika mwili hayawezi kukuza kitu chochote zaidi ya mgawanyiko, machafuko, utengano, kukosa umoja. Kinyume chake, maisha yanayoishiwa ndani ya utawala wa roho kuleta tunda moja la roho mpendwa, ambalo linadhihirisha lenyewe katika sifa 9 zinazokuza umoja. Katika muktadha huu mpendwa, baadhi ya watu wanadai kuwa haijalishi kile anachoamini mtu kuhusu Mungu, maadamu anafanya hivyo kwa moyo safi au kwa uaminifu. Mpendwa, hakuna kitu kinachoweza kuwa mbali na ukweli kuliko hiki. Orodha ya Paulo ya maovu upendekeza kinyume. Mitazamo potofu kuhusu Mungu uongoza katika mawazo mapotovu kuhusu tabia ya ujinsia ya dini na maadili, yakijitokeza mpendwa, yakitokezea katika maporomoko ya mahusiano ya mwanadamu. Zaidi ya hayo, yanaweza pia kuongoza katika kupoteza uzima wa milele. Ndio maana katika Wagalatia 5:21 mpendwa tunasoma inasema,
envy, murderers, drunkenness, revelries, and and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Kwa hivyo hatimaye waelekeza katika kupoteza uzima wa milele. Lakini ukitazama mpendwa, unapotazama orodha ya matendo ya mwili, ni kwa njia zipi unaweza kuona kila moja kuwa ni ukiukaji wa moja kwa moja au zaidi ya amri 10? Maana hayo ni matendo ya mwili. Nisungumuzie sehemu ya 4 kabla nitamatishe the fruit of the spirit. Imeingia Galatia 5:22 hadi 24. Tunda la Roho. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Mpendwa, amri 10 si mbadala ya upendo. Zinasaidia kutuongoza katika jinsi tunavyoweza kuonesha upendo kwa Mungu na kwa wanadamu wote wawili. Vyovyote mpendwa itakavyoweza kuvuka mipaka ya sheria, upendo au pingani na sheria. Maana nimesikia watu wakisema kuwa it was replaced. No. Mpendwa, vyovyote itakavyoweza kuvuka mipaka ya sheria, upendo au pingani na sheria ya Mungu. Wazo kwamba upendo kwa Mungu mpendwa na upendo kwa jirani yetu ufuta au kupatilisha amri 10 huleta wazo ambalo liko karibu kuwa sawa na kusema upendo kwa mazingira ya asili upatilisha sheria ya nguvu ya mvutano. Pia mpendo kwa tofauti na maneno 15 ndani ya moja ya matendo ya mwili, tunda la Roho uelezewa mpendwa, uelezo kwa sifa njema 9. Wanazuoni wanaamini kuwa sifa hizi 9 za maadili mema zinawanyika katika makundi matatu, kila moja lenye sifa 3. Lakini kuna makubaliano kidogo kuhusu umuhimu wa mpangilio wao. Baadhi huona kuwa marejeo ya wazi kwa Utatu Mtakatifu katika tarakimu 3. Wengine wanaamini kuwa makundi hayo matatu ya Utatu huakisi njia ambazo kwazo tunaweza kuhusiana na Mungu na kuhusiana kwa jirani yetu na hatimaye kwetu sisi kibinafsi. Na wengine huona kuwa orodha ya kimsingi mpendwa ni maelezo kuhusu Yesu. Ingawa kila moja ya mitazamo hii ina sifa njema, wazo muhimu kuliko yote ambalo halipaswi kuacha kutiliwa maanani ni umuhimu wa juu kabisa ambao Paulo anaweka juu ya upendo katika maisha ya Ukristo. Ukweli ni kwamba Paulo anaorodhesha upendo kama namba 1 kati ya sifa njema 9, si wa ajali. Tayari amekwisha kusisitiza kazi kuu ya upendo katika maisha ya Mkristo katika Galatia 5 tulisoma mstari wa 6 na wa 13. Na anajumuisha katika orodha yake ya maadili mema katika sehemu nyingine mpendwa. Wakati ambapo sifa zingine zote za maadili huonekana pia katika vyanzo visivyo vya Kikristo, upendo mahususi ni wa Kikristo. Haya yote mpendwa huonesha kuwa upendo unapaswa kuonekana sio tu kama moja kati ya maadili mema mengi, bali kama sifa kuu ya maadili ya Kikristo ambayo ni ya msingi wa maadili mengine yote. Upendo mpendwa ni tunda la Roho lenye sifa kushinda mengine yote. Na unapaswa kufafanua maisha na mielekeo au mitazamo ya kila Mkristo. Vyovyote inavyoweza kuwa vigumu kuonesha upendo katika nyakati fulani mpendwa. What am I saying? I'm saying love is the preeminent fruit of the Spirit, and it should define the life and attitude of every Christian, however difficult at times it might be to show love. How much self-denial is involved in love? Can you love without self-denial? What does Jesus teach about love and self-denial? Ni kujikana nafsi kiasi gani kuna husika katika upendo. Na je, unaweza kupenda pasipo kujikana nafsi? Yesu anatufundisha kitu gani kuhusu upendo na kujikana nafsi? Niruhusu kwa sababu ya muda nataka kutamatisha. Lakini jambo nitakalo tamatisha kwalo
ni the way to victory, yani njia ya ushindi. Although an inward conflict between the flesh and the spirit always will rage in the heart of every believer, the Christian life does not have to be dominated by defeat, failure, and sin. Mpendwa, nimezungumza namna gani? Ingawaje mapambano ya ndani baina ya mwili na roho siku zote yatashuka moyoni mwa kila muumini, maisha ya Mkristo hayapaswi kutawaliwa na kushindwa, kutofaulu na dhambi. Mpendwa, the Christian life does not have to be dominated by defeat, failure, and sin. Kulingana na Wagalatia 5:16 hadi 26. What is the key to living a life where the spirit reigns over the flesh? Mpendwa, ukisoma kitabu hiki cha Wagalatia 5:16 hadi 26, ningekuwa na wakati nikasoma moja kwa moja, lakini sijui kama tunavyosema uende usome huo unaenda unasoma. Ina vitenzi vitano vya msingi ambavyo vinaeleza aina ya maisha ambayo ndani yake roho hutawala. Kwanza, muumini anapaswa kuenenda kwa roho. Ni mstari wa 16 inasema, you need as a believer to walk in the spirit. The Greek verb is peripateo, yani mpendwa, kitenzi cha Kiyunani ni peripateo, ambacho kwa maana halisi ni kutembea kwa kuzunguka au kufuata. Wafuasi wa mwanafalsafa maarufu wa Kiyunani Aristotle, tulimsoma wakati mwingine, walifahamika kama wa kuzunguka kwa sababu walimfuata Aristotle kila mahali alikuwa anaenda. Ukweli kwamba kitenzi hiki, mpendwa, kiko katika wakati uliopo umaanisha kuwa Paulo aongei kuhusu matembezi ya muda, bali uzoefu wa kuendelea kila siku. Kwa hivyo, kwa kuongezea mpendwa, maadamu pia ni agizo kuenenda kwa roho, umaanisha kuwa kuenenda kwa roho ni uchaguzi ambao tunapaswa kuufanya kila siku. Kitenzi cha pili, mpendwa, ni kuongozwa. Mstari wa 18. Hali hii umaanisha pia kuwa tunahitaji kumruhusu roho kutuongoza kwenda mahali tunapopaswa kwenda. Si kazi yetu kuongoza, bali kufuata. Kazi yetu si kuongoza, ni kufuata. Mpendwa, vitenzi viwili vinavyofuata hutokeza katika mstari wa 25 katika Wagalatia 5. Cha kwanza ni kuishi, zao kwa Kiyunani, yani inaisha zao in Greek. By live, Paul is referring to the new path experience that must mark the life of every believer. Mpendwa, kwa kuishi hapa Paulo anataja uzoefu wa kuzaliwa upya ambao ni lazima uwe ni alama ya maisha ya kila muumini. Matumizi ya Paulo ya wakati uliopo uelekeza katika uzoefu wa kuzaliwa upya ambao ni lazima kufanywa upya kila siku. Kwa sababu tunaishi kwa roho, Paulo anaendelea na kuandika kuwa pia tunahitaji kuenenda kwa roho. Neno lililotafsiriwa kuenenda ni tofauti na lile la mstari wa 16. Hapa neno hilo, mpendwa, ni stokio. Ni istiari na ni istilahi ya kijeshi ambayo tafsiri yake sisi ni kupanga katika mstari. Kupanga katika mstari. To draw up in a line. To keep in step or to conform. The idea is that the Spirit not only gives us life, but should direct our lives on a daily basis also. Wazo ni kwamba Roho sio tu anatupa uhai, bali pia anapaswa kuongoza maisha yetu ya kila siku. Kitenzi anachotumia Paulo katika mstari wa 24 ni kusulubisha, to sacrifice, to crucify. This is a little shocking. Hii linashtusha kidogo mpendwa. Iwapo tutalazimika kumfuata Roho, ni lazima tufanye uamuzi dhabiti kufisha tamaa za mwili. Kwa kweli, Paulo anaongea kidamadhali,
Yani tunausulubisha mwili kwa kulisha maisha yetu ya kiroho na kuzidisha na njaa tamaa za mwili. Kiingereza inaniambia vizuri kwa we crucify the flesh. How? By feeding our spiritual life and by starving the desires of the flesh. What changes and choices must you make in order to have the victories you are promised in Christ? Victories that now continually elude you. Wapendwa, nataka utafakari. Maisha ya Mkristo si laini siku zote. Ana mapambano magumu ya kukabiliana nayo. Majaribu makali yanayomshambulia kila wakati. Mwili utamani ukishindana na roho, na roho ushindana na mwili. Kadri tunavyokaribia hitimisho la historia ya dunia mpendwa, ndivyo mashambulizi ya adui yatakavyozidi kuwa ya kudanganya na ya kukatisha na kukamata kwa hila, yani kwa mtego. Mashambulizi yake yatakuwa makali na ya kurudia zaidi. Wale wanaopinga nuru na ukweli watafanywa kuwa wagumu na wasiovutiwa zaidi na wenye uchungu zaidi dhidi ya wale ambao wanampenda Mungu na kutunza amri zake. Nasoma Commentary Volume 6 ukurasa 1111. Jambo la mwisho kutoka 11:12 Volume 6 inasema, mvuto wa Roho Mtakatifu ni maisha ya Kristo rohoni. Nataka kurudia, mvuto wa Roho Mtakatifu ni maisha ya Kristo rohoni. Hatumuoni Kristo na kuongea naye, lakini Roho Mtakatifu wake yuko karibu nasi mahali hapa na pale. Anafanya kazi ndani ya na kupitia kwa kila mtu anayempokea Kristo. Wale wanaotambua ukaaji moyoni wa Roho wanadhihirisha matunda ya Roho: upendo, furaha, amani, uvumilivu, upole, utu wema, imani. Mpendwa, ingawa katika maisha ya waumini wote kuna pambano baina ya tamaa za mwili na tamaa za roho, maisha ya Mkristo hayapaswi kuwa kama vile yameandikwa kufeli. Kwa sababu Kristo ameshinda nguvu ya dhambi na kifo, maisha ya Mkristo yanaweza kuwa maisha ambayo ndani yake Roho anatawala, akileta majaliwa ya kila siku ya neema ya Mungu ambayo inatuwezesha kuzuia tamaa za mwili. Mungu na Baba yetu, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante kwa neno lako. Turuhusu tuishi kwa Roho na tuyadhihirishe haya katika maisha yetu. Tufanye uamuzi ulio wema na tuufikie ufalme. Bariki kila mmoja wetu, na tunapojaribu kuishi kulingana na mapenzi yako, Roho Mtakatifu aishi ndani yetu ili tuweze kufisha tamaa zetu za kimwili, tuweze kuishi so that we can crucify ourselves and live according to your statutes. Kwa pamoja nasi asubuhi hii, mchana ama jioni, sasa na hata milele. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Asante sana. Ningeomba, tulichelewa kidogo. Ningeomba tuweze. All participants are unmuted. All participants are muted and they can unmute themselves. Asante sana. Ningependa nitamatishe hapo na wala